Leo tutakuwa tukizungumzia maji na pumziko. Karibu sana katika mfululizo wa vipindi vya afya ya akili. Msimu huu tukijifunza afya ya akili na mtindo wa maisha. Na kama ilivyo ada tena siku ya leo niko na rafiki zangu Misi Miselo pamoja na Misi Upendo. Karibuni sana. Karibuni tena katika sehemu hii ambayo tumeendelea kubarikiwa sana kupitia yale ambayo Roho wa Mungu amekuwa akitufundisha kupitia nyinyi hapa. Siku ya leo tunaangalia maji, tunaangalia na pumziko. Napenda kuanza na Miselo. Wapi ambako tunaanzia? Natamani sana tuanze na maji pia. Karibu. Okay, yeah. Tunaendelea kuangalia ni hizi kanuni 8 za afya na jinsi ambavyo zinaweza kuathiri afya zetu za akili kwa namna chanya ama namna hasi. Kwa hiyo tukija kwenye maji, Agnes, sasa hivi tunakumbwa na changamoto kubwa ya dehydration. Upungufu wa maji mwilini. Agnes, unajua sasa hivi tumekuwa na idadi kubwa ya watu ambao wana changamoto za maumivu ya kichwa. Na wengi wanaishia kutumia dawa za kupunguza maumivu. Lakini wataalamu wanatuambia kwamba maumivu hayo mengi yanatokana na kukosa maji, dehydration. Yeah, kwa sababu maji pia ni hitaji mojawapo la mwili. Na linapokosekana huwa lina athari katika afya ya akili, kwa sababu maji huwa yanaongeza circulation ya damu. Maji ndio yanayowezesha damu pia kuweza kuzunguka kwa wepesi mwili mzima. Kwa hiyo maji yanapokosekana, damu inakuwa nzito na inakuwa na wepesi wa kukaa sehemu moja, hasa kwenye ubongo, bila kucirculate, bila kuzunguka mwilini. Lakini na ndio maana tunapata maumivu ya kichwa, kwa sababu kuna mrundikano wa damu kwenye kichwani. Na damu hiyo pia inakuwa sio safi. Na pia sio safi, kwa sababu maji pia ndio yanayofanya yanayosaidia kuondoa sumu mwilini. Yeah, kwa hiyo sasa damu inapokosa maji, na maisha ya damu itakayopanda kwenye ubongo ni damu ambayo kwanza ni nzito na pia inakuwa ni si safi, ina sumu na kemikali zisizohitajika. Kwa mwisho siku ina athari kwenye michakato ya ubongo. Yeah. Athari zipi za moja kwa moja ninapokuwa sijapata maji? Kipi ambacho kinatokea hasa kwenye afya yangu ya akili? Kwanza kuna hayo maumivu ya kichwa, ambayo tayari ukiwa na maumivu ya kichwa hautakuwa na uwezo wa kuwa na usikivu. Hautaweza kuwa na attention na concentration kwenye mambo. Lakini pia damu inapokuwa ya namna hiyo, mtu anakuwa hana uwezo wa kufikiri kwa uzuri, kwa sababu ubongo wa mbele ambao unachakata tafakari na reasoning na judgment na vyote hivyo, michakato yake inahafifishwa kwa sababu ya kiwango cha damu kilichokwenda kwenye ubongo na aina ya damu, nikimaanisha kwamba damu ambayo si safi. Kwa itahafifisha michakato ya ubongo wa mbele. Kwa mwisho siku ni mtu ambaye hatakuwa na uwezo wa kufanya tafakari, hatakuwa na uwezo wa kufanya reasoning iliyo sahihi. Miselo, ubongo unaweza kutofautisha kati ya maji au na soda? Kwa sababu naweza nikasikia kiu, nikanywa labda soda na nikajisikia kama ile kiu yangu imetoka. Nitakuwa sijarekebisha hiyo dehydration kwenye joto ni vimiminika. Yeah, kwa sababu damu inahitaji maji safi. Soda ni maji, ni kimiminika, lakini si maji. Ina kemikali, ina sukari nyingi. Na damu ina asilimia 73 ya damu yako ni maji. 83. Asilimia 83 ya damu yako ni maji. Na tunapozungumzia maji, sio kimiminika, maji safi. Si chai, si soda, si juisi. Yeah. Kwa hiyo sasa damu ubongo unaweza kufanya michakato kwa uzuri pale damu inapoingia kwenye ubongo, ambayo ina virutubisho sahihi na ina uwiano sahihi. Kwa hiyo hivi vitu vingine kama soda na vimiminika vingine havileti huo uwiano wa damu unaotakiwa.
Misela, siku ya leo tunaangalia pia kuhusiana na pumziko. Asante kwa yale ambayo umetuelekeza kuhusiana na maji. Ninaona yako mengi ya kubadilika, kwa sababu mara nyingi mtu anasikia kiu, lakini kitu ambacho kinanikata kiu haraka labda ni Pepsi au ni soda fulani au juisi. Ninaamini kuna kitu cha kubadilika hapo. Twende kwenye pumziko. Pumziko linaweza kuweka tija gani kwenye afya zetu za akili? Okay. Kila kitu ambacho kina uhai huwa kinapaswa kupumzika katika shughuli zake na michakato yake. Na ubongo una muda ambao unahitaji kusitisha michakato yake na kuweza kupata pumziko kwa ajili ya kuendeleza michakato siku inayofuata. Kwa hiyo ubongo unapolazimika kufanya kazi bila kupumzishwa, huwa unalemewa na mwisho wa siku itafika wakati haitaweza kuendelea tena. Kwa ni muhimu ubongo kupata pumziko, na jinsi ambavyo Mungu aliumba miili yetu, aliweka mzunguko ambao ni mzuri kwa ajili ya kuhakikisha hilo pumziko linafikiwa. Na pumziko jema huwa linafanyika wakati wa usiku. Ubongo wa mtu mzima huwa unapaswa kupumzika kuanzia masaa 6 hadi 8 ya usiku. Na watoto ni kuanzia 8 na kwenda juu kulingana na umri wao. Kwa hiyo mtu mzima anapokosa masaa 6 hadi 8 ya pumziko, ubongo wake unakuwa una uwezekano mkubwa wa kushindwa kufanya michakato yake kwa uzuri, na ikishindwa kufanya hivyo, huyu mtu anaweza akakumbana na changamoto za kumbukumbu. Anakuwa ni mwepesi wa kusahau, lakini anakuwa na changamoto ya usikivu, attention span yake inakuwa ni fupi. Na anakuwa pia mwepesi wa kusinzia, na pia anakuwa ni mwepesi wa kukasirika. Kwa sababu ubongo umelemewa. Kwa hiyo pia anakuwa ni mtu mwenye mood swings. Ni muhimu ubongo kupumzika. Na kitu kingine pia kwenye ubongo kuna kitu kinaitwa, kuna neurotransmitter inaitwa melatonin, ambayo hii huwa inafanya kazi yake usiku, ambapo kuna giza na ukimya. Giza na ukimya. Kwa wale ambao wanalala na taa, wanalala kwenye chumba ambacho taa inawaka, wanaathiri hii kemikali. Hii kemikali inaanza kutolewa na kumwaga kwenye damu ili kuweza kufanya marekebisho na restoration kwenye sehemu za mwili ambazo zimekuwa worn out kwa sababu ya shughuli za siku nzima. Kwa hiyo ni kemikali ambayo inaenda kufanya uponyaji na urejeshwaji wa mwili. Na hata ubongo ndipo ambapo ubongo pia unafanyiwa renewal na restoration, ili siku inayofuata huyu mtu aweze kuwa na ubongo ambao uko fresh na uko tayari kuweza kufanya michakato mingine. Miselo, kuna mgogoro mkubwa wa muda sahihi wa mimi kulala na kuamka hapo, kwa sababu umeshatuambia masaa. Ni muda gani sahihi mtu kupumzika? Mwili huwa unajiendesha kwa kanuni ambazo Mungu aliweka ndani yake, na kwenye hizo kanuni mwili huwa unaanza pumziko sahihi huwa linaanza pale inapofika saa 4, kwa sababu ndipo ambapo melatonin inaanza kumiminika kwenye damu. Kwa hiyo hili melatonin iweze kuwa produce kwenye damu, mtu anapaswa kuwa kwenye usingizi mzito. Kwa maisha saa 4 imkute mtu yuko kwenye usingizi mzito. Kwa mpaka hapo anakuwa amelala mapema kabla ya saa 4. Yes, ndipo melatonin itatengenezwa. Lakini pia melatonin inatengenezwa pale saa 4 usiku, mtu akiwa kwenye usingizi mzito na akiwa kwenye chumba chenye giza na ukimya. Miselo, kuna sisi ambao bila kusikiliza kitu, like nataka labda nilale nimevaa earphone au nimeweka hata muziki ambao ni unaka utulivu, ndio napata usingizi, ndio nasikia nimelala. Hiyo unaizungumziaje? Ipo miziki ambayo ni mizuri kwa ajili ya usingizi, lakini tunapaswa kuwa makini sana kufahamu ikiwa ni sahihi ama sio sahihi. Kuna utaalamu ambao unahitajika ili kujua muziki sahihi wakati wa pumziko. Lakini si salama kulala na earphone. Unaweza kusikiliza muziki ambao uko mbali, lakini sio kwenye earphone. Taa za nje inabidi nazo zizimwe, kwa sababu sasa kuna wakati tunazima taa za ndani, lakini unakuta zile za nje mwanga ni mkali na wenyewe unaingia ndani, au kiwango cha mwanga kinaweza pia kikawa kidogo, labda kuna hiyo room. Kama taa za nje pia zinaingiza mwanga kwenye chumba unacholala, inabidi zizimwe pia. Inatakiwa iwe ni chumba cha giza ili kuwe na ufanisi wa utendaji kazi wa neurotransmitter ya melatonin. Maji pamoja na pumziko
vikihusianishwa na afya yako ya akili ndio kitu ambacho tumekuwa tukijadili siku ya leo. Na ikiwa umepata swali au maoni ya kuongeza katika yale tuliyokuwa tukijifunza, usisite kutuandikia katika ukurasa wetu wa comment au kutufikia kupitia nambari 0748680717. Tunapoenda kumalizia, ninatamani kusikia kutoka kwako Miss Upendo. Wewe huwa unakuja kutupa misingi. Kipi hasa ambacho Biblia inatushauri kuhusiana na pumziko pamoja na maji? Nashukuru dada Agnes. Biblia ina mengi ya kusema, lakini tukienda turejea bustani ya Eden, pale Adamu alipopatiwa. Ukisoma ile sura pia tunaona kwamba Mungu aliruhusu kuwe kuna mito ambayo ilikuwa ikipita katika bustani ya Eden. Na hivyo Adamu akiwa anafanya kazi angeweza kupata maji kwa ajili ya matumizi. Lakini maji ni mbaraka mkubwa sana ambao mbingu imetupatia. Ambapo tukiutumia vizuri unaweza kuleta matokeo mazuri kwa ajili ya afya zetu za kimwili, lakini sana sana katika akili, katika afya zetu njema, kwa akili zetu ziweze kufanya ufanisi mzuri. Kwa sababu unapokunywa maji, damu inakuwa nyepesi, na hivyo damu inayopita kwenye ubongo inaweza kuwa damu ambayo ni safi, lakini pia nyepesi, ambayo inamsaidia mwanadamu aweze kufikiri vyema na kuwa mwepesi katika kufanya maamuzi, lakini pia na kuwa na uwezo mzuri wa kufocus. Lakini nataka nimsisitizie mtazamaji wetu jambo la muhimu: kinywaji bora kuliko vinywaji vyote katika ulimwengu huu, kuachana na kahawa na matumizi ya vileo. Hivyo vyote havifai. Kinywaji bora unaposikia kiu ni kutumia maji ambayo Mungu ametupatia katika asili. Yanaleta burudiko, lakini pia yanatusaidia katika hisia zetu kujisikia vizuri na kuwa na furaha. Upendo, twende kwenye pumziko. Biblia inatuambia nini? Kwenye pumziko Biblia inatukumbusha katika kitabu cha Mathayo 11 mstari 28. Anasema kwamba njooni kwangu nyote mliochoka na kulemewa na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bila shaka Mungu anamwalika kila mwanadamu anayesumbuliwa na sulba za maisha amrejee Muumba na kumtazama aweze kupata pumziko. Na wanadamu wote tunahitaji pumziko la kimwili, la kiakili, lakini pia la kiroho. Na pumziko hili la kiroho pia Mungu alitupatia toka tukiwa Eden, ambapo ametuumba. Mungu baada ya kumaliza uumbaji, siku ya 7 alistarehe na kupumzika. Unapoenda kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3, tunaona ya kwamba Mungu alipomaliza kuifanya kazi yake yote, alistarehe na kupumzika, lakini akaibariki na kuitakasa siku ya Sabato. Kwa hiyo kuna pumziko pia lingine ambalo tunahitajika kuwa nalo, kuachana na kazi zetu zote na kuweza kujirejesha kwa Muumba wetu aliyetuumba. Hivyo tutapumzika kimwili, tutapumzika kiakili, lakini pia kiroho, kwa sababu tutakuwa tunajifungamanisha na mbingu. Na hivyo inaweza kuwa msaada mkubwa kwa ajili ya akili zetu zinapokuwa zinapata urejeshwaji mpya na nguvu mpya na kupokea maarifa kutoka kwa Mungu. Haya, tunayo mapumziko ya kulala, lakini pia tunalo pumziko la kiroho, kimwili na kiakili. Hiyo ni pumziko la siku ya 7. Ninaamini yako mengi ambayo umejifunza na yako mengi ambayo unahitaji kubadilika. Ni ombi letu ya kwamba Roho Mtakatifu aendelee kukusaidia kuyafanyia kazi haya ambayo tumeendelea kujifunza katika vipindi hivi. Niwashukuru sana kuwa pamoja na mimi siku ya leo, na ninaamini anayetufuatilia pia ameweza kubarikiwa kupitia yale ambayo mmekuwa mkitufundisha. Tunapokuwa tukielekea mwisho, dada Upendo, ungetupatia ombi pia? Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya kuwa nasi, na tunaombea watazamaji wetu, Bwana wabariki na uwasaidie waweze kupata changamoto ya kufanya mabadiliko. Tusaidie sote, ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mpaka wakati mwingine, tunashukuru sana kuwa pamoja nasi. Kwa heri.